Kipekee nichukue nafasi hii kumshukuru Mungu wa mbinguni kwa kunipa nafasi ya kusimama kwenye madhabahu hii ya lango la mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Sichukulii kawaida, naona ni nafasi ya kupendelewa sana. Mungu awabariki sana viongozi wazuri mlioratibu mkesha, viongozi wa Kasfeta. Nimemwona mwenyekiti wa wilaya, makamu mwenyekiti wa wilaya, ubarikiwe sana pamoja na kamati yako. Lakini nimemwona rafiki yangu Jonathan, mwenyekiti wa mkoa, ameshaondoka. Oh yes, Mungu ambariki sana. Nimefurahi kumuona pia. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa majina yangu, kwa wewe ambaye haunifahamu, pengine naweza nikawa mgeni kwako, naitwa mtumishi wa Mungu Jonathan Mwanga. Nimeokoka na mpenda Bwana Yesu sana. Kuna vitu naweza nikawa na bashiri, au kuna vitu naweza nikawa nafanya probability, lakini hichi kitu sifanyi probability. Nina uhakika na ninachokisema kwamba hautatoka kama ulivyokuja. Kuna vitu tunafanya makisio, probability, lakini sio probability. Na kuambia uhalisia, hautatoka kama ulivyokuja. Hata kama ulikuja kwa kufosiwa, hata kama unahisi kama umekuja kwa bahati mbaya, yani utaondoka kwa makusudi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kipekee Mungu akubariki sana kiongozi wa maombi Allen. Mungu akubariki sana. Makofi jamani kwa huyu mtumishi mzuri wa Mungu. Ni moja kati ya watu wanyenyekevu. Alinitafuta tangu mwezi wa 12. Haleluya. Mungu akubariki sana. Japo kuna dharura ambayo ingeweza ikasababisha nisiwepo, lakini namshukuru Mungu ameingilia kati. Nafikiri pia ni kwa sababu ya maombi yenu. Lakini mimi sijaja peke yangu, mimi nimeambatana na timu yangu ya Higher Altar Generation Team. Wewe ambao unajua umekuja na mimi, simama pale ulipo. Sitawatambulisha mmoja mmoja. Makofi kwa Bwana Yesu kwa ajili yao. Mungu awabariki sana. Mnaweza mkaketi hapo mbele kidogo, tutakuwa nao. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa sitaki nikupotezee muda wako. Natamani tuwe na muda mzuri wa kukaa na Mungu. Kama unaandika, andika kichwa hichi cha somo: nafasi ya maombi kwenye hatima ya mtu. Nafasi ya maombi kwenye hatima ya mtu. Nafasi ya maombi kwenye hatima ya mtu. Kitabu cha Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 4 mstari wa 10. Nyakati wa kwanza sura ya 4 mstari wa 10. Ukisaidia ku display nitashukuru sana. Pianist na kuruhusu strings. Nyakati sura ya 4 mstari wa 10. Mtu wa media ukinisaidia kwa display utakuwa umenisaidia sana sana sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Au kama kuna mtu amepata anaweza kunisaidia kusoma chap. Asante. Ndiyo. Huyo Yabesi akamlingana Mungu wa Israel akisema, lau kama ungenibarikia kweli kweli, hozi yangu na kunizidishia hozi yangu, na mkono wako ungekuwa pamoja nami, nawe ungenilinda na uovu, ili usiwe kwa huzuni yangu. Naye Mungu akamjalia hayo aliyoyaomba. Makofi kwa Mungu aliye hai. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu uishie milele, na kushukuru kwa wema na fadhili zako.
na kushukuru kwa upendo wako wa ajabu, na kushukuru kwa namna vile unatenda mema kwenye maisha yetu. Asante kwa kuniamini tena kuwa miongoni mwa wahubiri wa mkesha mkubwa wa urejesho, na imekuwa dhimu kubwa ya urejesho. Roho Mtakatifu, nimesimama kwa unyenyekevu mkubwa, ninakusihi. Wakati nitakuwa nikishuka kwenye madhabahu hii, natamani kuona vitu vifuatavyo vikitokea. Jambo la kwanza, natamani kuona urejesho wa kiungu usiokuwa wa kawaida unatokea kwa huyu binti, unatokea kwa huyu kijana. Jambo la pili, natamani kuona sio tu unarejesha kile kilichopotea, natamani kuona una impact hata kile ambacho hakikuwepo, kinazaliwa kwa nguvu na kitadumu kwa namna isiyokuwa ya kawaida. Maana wewe ni Mungu unayedumu milele. Cha kwako kinadumu kwa sababu kimetokana na wewe unayedumu. Mungu wangu na Baba yangu, ninakusihi kwa unyenyekevu mkubwa, nitumie kuliko umewahi kunitumia kabla. Nimekuona leo asubuhi, umenitumia kwa namna ambayo sijawahi experience. Nimekuona leo mchana, umenitumia, lakini Mungu, sijakuzoea kwa kiwango hicho. Ninakuamini hata usiku wa leo unaweza kunitumia. Nitumie kwa ajili ya huyu mtu, nitumie kwa nguvu, nitumie kwa mafuta, nitumie kwa upako mkubwa, nitumie kwa ishara, in the mighty name of Jesus. Na hii atmosphere saa hii ninapoongea itekwe na nguvu zako, itekwe na utiisho wako, itekwe na uwepo wako. Haya ni malango ya mbinguni, Heaven Gate Community. Kuhani wa hii madhabahu ameongea neno kinabii, akasema kwenye malango ya mbinguni ni kawaida kuwaona malaika. Kwenye malango ya mbinguni ni kawaida kuona utukufu wa Mungu. Katika jina la Bwana wa majeshi aliye hai, katika kila neno nitakalo kuwa naliongea, livuvie nguvu na utukufu, nguvu na utukufu na utiisho usiokuwa wa kawaida, kwa namna isiyokuwa ya kawaida. Nguvu zako zipite kwenye hivi viti kama moto, asiwepo mtu atatoka kama alivyokuja, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Usiku uwe mfupi sana kwenye uwepo wako, asiwepo mtu atakayejuta kuwa hapa ndani, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Na kuahidi Mungu, na kuahidi Baba, na kuahidi Yesu, utaponya na jua, utafungua na jua, utatembea na jua. Hakuna namna nitajitukuza, hakuna namna nitatoa utukufu wako. Utukufu wa kwako utabaki kuwa wa kwako, katika jina la Yesu. Shangilia Bwana Yesu kwa makofi mengi. Mungu akubariki sana baba yangu mchungaji na mratibu na makamu. Mungu awabariki sana. Kaka yangu Geoffrey Nongwa, Mungu akubariki sana. Mhubiri mwenzangu, ni mtu mzuri sana wa Mungu na utabarikiwa sana atakapopanda hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Namfahamu, tumekuwa naye kwenye maeneo kadha wa kadha. Basi nimesema naomba unitegee sikio kwa umakini sana, kwa sababu kuna vitu vikubwa vinaenda kutokea dakika chache hapo tu kidogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninafundisha kwa habari ya nafasi ya maombi katika hatima ya mtu. Sijui kama nitakuwa nimeenda nje ya theme, lakini hichi ndicho nimesikia kukifundisha ndani, na nina uhakika kina relate na theme.
na hakuna kitu ambacho hakitarejeshwa. Hakuna kitu ambacho hakirudi kwenye maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hauwezi ukazungumza urejesho alafu usitaje maombi. Andika maana hii ya maombi. Maana ya kwanza, maombi ni mazungumzo ya kina kati ya Mungu na mtoto wake. Maombi ni mazungumzo ya kina kati ya Mungu na mtoto wake. Maombi ni mazungumzo ya kina kati ya Mungu na mtoto wake. Kitabu cha Zaburi sura ya 18 mstari wa 6. Naweza nisome maandiko yote. Anasema, katika shida yangu nalimuita Bwana na kumlalamikia Mungu wangu, akasikia sauti yangu hekaluni mwake, kilio changu kikaingia masikioni mwake. Katika shida yangu nalimuita Bwana na kumlalamikia hekaluni mwake. Jina la Bwana libarikiwe sana. Maombi ni mazungumzo ya kina kati ya Mungu na mtoto wake. Kila mara unapomwona Mungu anaongea na mwanadamu, kila mara unapoona Mungu anafanya mazungumzo na wanadamu, kitu kinachofanya kitu hichi kitokee kinaitwa maombi. Mazungumzo ya kina kati ya Mungu na mwanadamu. Andika maana hii ya pili. Maombi ni leseni inayotoka kwa mwanadamu. Ni leseni inayotoka kwa mwanadamu ambayo inamruhusu Mungu kuingilia kati mambo ya mwanadamu. Maombi ni leseni inayotoka kwa mwanadamu ambayo leseni hii inamruhusu Mungu kuingilia kati mambo ya mwanadamu. Mungu naye mjua mimi ni bingwa wa demokrasia. Hakuna Aristotle, hakuna filosofa yoyote ambaye anaweza akawa ni bingwa wa idea za demokrasia kama Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ni bingwa wa psychology kuliko yeyote. Na kama Mungu anajua mambo yote haya, bado ni bingwa wa demokrasia. Tafsiri nyingine, Mungu sio dikteta. Kwa tafsiri nyingine, Mungu usipomuhusisha hashoboki. Kwa tafsiri nyingine, Mungu usipompa nafasi hachukui nafasi kwa nguvu. Kuna kibali au leseni ambayo inampa Mungu uhuru wa kuingilia kati mambo ya mwanadamu. Unaweza ukapita kwenye mazingira magumu ya kilio, ukasema Mungu wangu, ukaenda ukalalamika kwa watu, ukahadisia watu. Hakuna kitu kibaya kama vile una shida ngumu sana alafu ukaenda ukaieleza kwa mtu ambaye hawezi kukusaidia. Utajisikia aibu, utajisikia kujuta, nilimwambia wa nini? Sasa Mungu hawezi kuingilia mpaka imekuwepo leseni inayoitwa maombi. Kwa the moment unafungua kinywa chako kuomba, automatically ni unamwambia Mungu, ingilia kati mambo yangu. Anasema, tazama nabisha hodi. Mara zote anabisha. Sio alikuwa anabisha hodi, anabisha hata sasa.
Anabisha Jumatatu, anabisha Jumanne, anabisha Jumatano, anabisha Alhamisi. Mtu atakaye nifungulia, sitavunja mlango, sitamfosi. Ukisema naweza, nitakuacha upambane. Ukisema najua, nitakaa pembeni ni uone ujuaji wako. Lakini mtu atakaye nifungulia, nitaingia, nitaweka makao. Hiyo ni falsafa ya Mungu. Ukisema kitu fulani nakomaa, atakuacha ukomae. Lakini ukisema kitu fulani, Mungu chukua nafasi nisaidie, instantly utamwona ameingia. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo maombi ni leseni ambayo inampa Mungu nafasi, inampa Mungu kibali cha kukupigania wewe. Nakwambia Mungu anaweza kaangalia vita yako na shetani, ukapigwa mpaka unavuja damu, akakuangalia hivi. Sio kwa sababu Mungu ni mkatili, lakini haingii asipohusishwa. Atakuangalia una carry over, atakuangalia unapata sapu ya kwanza, sapu ya pili, sapu ya tatu. Kama upo serious au upo serious, hadi disco atakuangalia unaipata. Atakuangalia unateseka. Kuna vitu ambavyo unaweza ukateseka, na kuna mambo hata kama unadekezwa, unapendwa kiwango gani, mwanadamu hawezi kuyafanya. Kuna mambo hata kama una connection ya namna gani, mwanadamu hawezi kufanya. Kuna mambo hata kama unajuana na nani, bado mwanadamu hawezi kufanya. Kuna mambo yanamtaka Mungu pekee. Sasa katika yale mambo ambayo yanamtaka Mungu, ukimwangalia mwanadamu, Mungu atakaa pembeni. Lakini ukimwangalia Mungu, Mungu atakuangalia wewe. Ukimshirikisha Mungu, Mungu atahusika na wewe. Ukimpa nafasi Mungu, Mungu anachukua nafasi. Ukimuita Mungu, Mungu ataitika. Sio mwanadamu atadanganye. Wanadamu wanaweza kukuahidi na wasifanye. Sio kwa sababu wanadamu ni wabaya, kwa sababu nature ya wanadamu ni uongo. Anasema mimi si mwanadamu atanidanganye, kwa sababu Mungu sio mwanadamu. Ukimpa nafasi anachukua nafasi, ukimkataa anakukataa, ukimpenda anakupenda. Anasema nawapenda wanipendao, na hao wanitafutao kwa bidii. Haijalishi watanitafuta asubuhi, haijalishi watanitafuta mchana, haijalishi watanitafuta usiku, watanitafuta shimoni, watanitafuta darasani, watanitafuta kwenye gari. Wanitafutao kwa bidii wataniona. Na kuombea kwa damu ya mwana kondoo, usiku wa leo Mungu akupe mzigo wa kumtafuta Mungu kwa bidii mpaka umuone. Kwenye masomo umuone, kwenye huduma umuone, kwenye maisha umuone. Anasema katika taabu yangu nalimwita Bwana, naye akanisikia. Sijui ulimwita nani kwenye taabu yako. Sijui ulimwita mjomba, sijui ulimwita baba, sijui ulimwita boyfriend, sijui ulimwita girlfriend. Nimetumwa kama messenger usiku wa leo nitangaze kwenye madhabahu ya Heaven Gate Community. Yuko Mungu mbinguni asikiaye maombi. Yuko Mungu mbinguni asikiaye dua. Yuko Mungu mbinguni asikiaye sala. Yuko Mungu mbinguni anayejibu kwa moto. Yuko Mungu mbinguni anayefanya makubwa. Yuko Mungu mbinguni anayetawala kwenye miliki za wanadamu. Haleluya! Jina la Bwana libarikiwe
Naomba andika hii. Maombi ni maneno yanayoonesha udhaifu wa mwanadamu kwa Mungu. Mwanadamu yeyote ana maeneo mawili. Ana eneo la udhaifu na ana eneo la ubora. Na sio tu mwanadamu, kitu chochote kina strengths na kina weakness. Awe nani, awe rais, awe mkuu, awe mtu bora kwa kiwango gani, ana maeneo hayo. Ana eneo la udhaifu na ana eneo la ubora. Mungu peke yake ndiye ambaye hana udhaifu wala hana ubora. Yeye ni wa milele siku zote. Maana unachokipima kukiona wewe ni ubora kwako, kwa Mungu kinaweza kisiwe ubora. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeye ni wa milele siku zote. Sasa kama mwanadamu ana maeneo ya udhaifu, na ndio maana unaweza ukawa competent kwenye eneo fulani, lakini kwenye eneo fulani ukawa zero. Unaweza ukawa na ufahamu wa kutosha kwenye eneo fulani, lakini kwenye eneo lingine ukawa mjinga mmoja tu. Unaweza ukasemekana vizuri kwenye eneo fulani, kwenye eneo lingine ukawa mgeni, hauelewi chochote. Kwa nini? Kwa sababu wewe sio Mungu. Mungu kila eneo kimweka anafiti. Wewe kuna maeneo huwezi kufiti. Unaonekana mzuri kwa sababu wanakuona kwenye eneo lako la ubora. The moment wakikupeleka kwenye place of your weakness, kila mtu atakuona ovyo. Na ndio maana sio kila mtu ambaye unamuona bora anaonekana bora kwa wote. Anaonekana bora kwako kwa sababu amejifunua kwa ubora kwako. Kuna mwingine anaonekana ovyo kwa sababu hakuna hata chembe chembe ya ubora inayoonekana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa nini? Kwa sababu mwanadamu ana weakness na ana strengths zake. Sasa ili usurvive kwenye huu ulimwengu, lazima ujue namna ya kufix weakness zako. Na ndio maana mara nyingi sana watu ambao ni wakuu au watu ambao tunawaheshimu ni kwa sababu tumeona maeneo yao ya ubora. Lakini the moment akifunua eneo lake la weakness, utamuona ovyo, hautamheshimu tena. Ndio maana ukikaa na Mungu sasa, wakati unaomba, maombi yanaonyesha how weak you are, how dependent you are. Yani kwa kiwango gani wewe ni tegemezi. Kwa statement ya maombi ni maneno yanayoonyesha utegemezi wa mwanadamu kwa Mungu. Kwamba Mungu, bila wewe sitoboi. Watu wanaweza kuniona naimba kwa sababu wananiona kwa picha ya kuimba, lakini kuna eneo nikienda halihitaji kuimba na kuwa duni kabisa. Watu wananiona na ubiri, ila kuna maeneo nikienda hayahitaji kuhubiri, yanahitaji udelive uwezo uliokuwa nao. Na ukijiangalia huo uwezo hauna kabisa. Lakini maombi kazi yake ni kufix hayo maeneo ambayo unaonekana ni dhaifu, hayo maeneo ambayo unaonekana ni kama uwezi chochote. Mtu mmoja alipita kwenye maeneo ambayo alikuwa ni dhaifu, lakini hata kwenye yale maeneo alikuwa anapita. Maandiko yanasema ya kwamba ninayeweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Mkiniona nimetoboa, mkiniona nimepenya, mkiniona nimevuka, sio kwa sababu nina akili kuliko wengine, sio kwa sababu nina maarifa kuliko wengine. Ni kitabu cha Wafilipi sura ya 4 tuanze mstari wa 11. Anza mstari wa 11. Ramanto seketaya
Anasema si kwamba anayesema haya kwa kuwa nina mahitaji, no, maana nimejifunza kuwa radhi na hali yoyote niliyokuwa nayo. Tafsiri nyingine, nimejifunza kuridhika na hali yoyote niliyokuwa nayo. Anasema najua, moja, najua kudhiliwa, tena najua kufanikiwa katika hali yote na katika mambo yote. Sio mawili, sio moja, sio matatu, mambo yote. Nimefundishwa, sijajifunza, ila nimefundishwa kushiba na kuona njaa, kuwa na vingi na kupungukiwa. Sijazaliwa kujua hivyo vyote, lakini anasema nimefundishwa. Manake kuna namna amekaa na Mungu, mazingira yale yale magumu, mazingira ya njaa, mazingira ya kiu. Anasema mkiniona mpaka leo napita kwenye njaa, sijamwacha Mungu. Napita kwenye kiu, sijamwacha Mungu. Napita kwenye nyakati ngumu, sijamwacha Mungu. Msishangae mniko ya kwamba nimejuaje. Jibu ni moja, ninayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Siyawezi kwa bahati mbaya, siyawezi kwa sababu nimerithishwa. Ninayaweza yote, sio matatu. Ninayaweza yote, sio manne. Ninayaweza yote, sio matano. Ukiniamsha asubuhi, ninayaweza. Ukiniamsha mchana, ninayaweza. Sibahatishi ninachokisema, ninayaweza yote. Kuna namna mtu anakaa na Mungu, anatengenezewa uwezo usiokuwa wa kawaida. Watu wanapita kwenye njaa, wanakufa. Watu wanapita kwenye njaa, wanamwacha Mungu. Watu wanapita kwenye shida, wanaachana na ulokole. Lakini katika hayo unapita kwenye moto, hautateketea. Unapita kwenye maji, hayakugharikisha, kwa sababu kuna stamina umejenga kwenye ulimwengu wa roho. The moment unaonyesha udhaifu wako kwa Bwana, Mungu anaonyesha nguvu zake kwako. Katika udhaifu wangu ndipo neema yake inathibitika. Usinione nilivyo, ni neema imenibeba. Usinione nilivyo, ni Mungu amehusika, ni Bwana amehusika, ni Mungu amehusika. Ramako torobo kama yata shelemanda kusya kaya shala barandas shandele parita mai. Anasema Zaburi 46, anasema Mungu kwetu sisi si kwa habari ya wapagani wengine, si kwa habari ya watu wengine. Najua Mungu kwetu sisi ni kimbilio na msaada na nguvu. Unaonekana tele, sio kidogo. Wakati wa mateso, ukiniona napita kwenye mateso na bado sinukii shida, ukiniona napita kwenye nyakati ngumu na bado sijakonda, ujue ya kwamba Mungu kwetu ni kimbilio na msaada unaonekana tele wakati wa mateso. Tafsiri nyingine, kadri unavyopita kwenye mateso ndio msaada unaongezeka. Kadri unapita kwenye nyakati ngumu ndio msaada unaongezeka. Nimetumwa na Mungu nitangaze usiku wa leo ya kwamba yuko Mungu akiingilia kati mambo yako. My sister, you cannot be the same any longer. My brother, you cannot remain the same. Hallelujah. Hatufanyi kwa sababu tuna nguvu, tunafanya kwa sababu sisi ni duni, sisi ni wadhaifu. Lakini tumekutana na yeye ambaye ajui udhaifu. The moment unakutana naye na ukaaccept kwamba mimi ni mdhaifu kwako Mungu, Mungu anakuambia kwa sababu umekuwa mdhaifu kwangu, utakuwa na nguvu kwao.
aliye dhaifu. Sio kwamba sio mdhaifu, ni mdhaifu kweli, ila aseme mimi ni hodari. Wakati anasema mimi ni hodari, sio aseme kwa Bwana, anasema kwa watu kwamba mimi ni hodari. Kwa Mungu ni mdhaifu, lakini kwa watu ni hodari, kwa sababu ule udhaifu Mungu anauchukua, anakupa pati ya nguvu zake. Automatically yule mdhaifu alionekana duni, alionekana hafai, anaonekana mtu bora, kwa sababu yuko ubora kutoka mbinguni. Natangaza kwa damu ya mwana kondoo, usiku wa leo tunapoenda kumuita Bwana, the spirit of excellence utakujilia kwa nguvu isiyokuwa ya kawaida. Excellence in every aspect of your life. Kila kona ya maisha yako ita reflect excellence, ita reflect ubora wa kiungu. Kama kuna mtu ananielewa, piga kelele, sema Yesu. Jina la Bwana libarikiwe sana. My goodness. Nafundisha maombi na hatima. Kama niongelee kwa hapa chini. Nafundisha maombi na hatima. Hatima ni nini? Nimekuwa mwanga wa kufundisha sana issue za hatima. Ni kitu ambacho Mungu ameniwekeaga sana ndani yangu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Naomba watu wawili chap chap. Asante brother. Watu wawili. Asante my friend. Asante, nashukuru sana. Sawa, akakuwa umeamua kurudi. Simama pale brother. Simama pale. Wewe simama hapa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Napenda kutumia mfano. Hii ni point A. Hii ni point B. Nisikize tu vizuri, kwa sababu wakati unadhani namaliza ndio naanza, na wakati unafikiri naanza ndio namaliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii point A ni mwanzo wa neno. Ile point B ni mwisho wa neno. Kwa tunapozungumzia hatima ya mwanadamu, tunazungumzia jumla ya maisha yake from the date of birth, siku anazaliwa, point A, to the point of death, siku anaondoka. Brother, utaishi miaka mingi. Sema amen. Asante sana. Utaishi miaka mingi sana, mpaka adui zako wafe, afu wafufuke wafe tena. Asante brother, makofi kwake. Ile point A, hii ni point B. Na nielewa sawa sawa? Kwa tunapozungumzia hatima ni ile pointi pale. Unapozaliwa unaanza mbio za kukimbizana na hatima yako. Hapo unazaliwa, unakomaa, la kwanza, la pili, la tatu, la nne, la tano, la sita, umerudia shule, la saba, form 1, form 2, form 3, form 5, form 6, jeshi. Mwingine umeescape, hujaenda jeshi, umekaa kushoto, endelea na maisha mengine ya kukimbizana na biashara kali yako. You are sailing to your destiny. Kwa namna yote unakimbia, kuna mahali unaenda. Una uhuru wa kupiga hatua ya kwenda mbele, ila huna option ya kupiga hatua ya kurudi ulipotoka. Usizani kuna siku utakuwa mtoto. Unaelewa sawa sawa eh? Kuna siku utaweka makeup haikai, inakataa. Itakwambia, kila ukiangalia kwenye kioo inakwambia no service.
unajaribu kujipodoa, kila ukijiangalia network searching. Bwana Yesu asifiwe sana, kwa sababu age inakukataa. Bwana Yesu asifiwe. Unapambana chuo mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, unapiga udaktari mwaka wa 5. Si umeingia kwenye mahusiano, umepiga vibuti viwili vitatu. Maisha yaelewi vibuti, yenyewe yanaendelea. Unaelekea kwenye hatima yako. Unaelekea kwenye hatima yako. Unaelekea kwenye hatima yako. Sasa hii distance ya kutoka pale na hii process ya kutoka hapo unaelekea pale, hiyo ndo nazungumzia destiny. Katikati utakutana na maisha. Hii pointi kutoka hapa, hii safari yote inaitwa life, mpaka hapa mwisho. Ndio hapa mtu anafika, tunaanza kusoma taarifa zako kwamba marehemu alianza la kwanza mpaka la 7, kafika form 6, kafika chuo mwaka wa pili, akacheza kadisco, kaenda kushona, kashona marehemu, kaamua kujiendeleza, kapiga English course, pia kozi ya kompyuta. Basi marehemu akazaa nyumbani, wako watoto wale pale. Naongea kama masiara, lakini namaanisha anachokisema kwamba kuna siku utafika mwisho, hatima. Ndio maana kuna uhusiano mkubwa kati ya Mungu na hatima ya mwanadamu. Hauwezi kuseparate. Yesu asifiwe sana. Hatima ni kitu kinawindwa na adui. Shetani atapambana kuhakikisha unamaliza vibaya, kuhakikisha hakuna mahali unafika. Lakini libarikiwe jina la Bwana, umekuja usiku wa leo. Wakati shetani anahakikisha kukuvuta, nguvu za Mungu zitakushika kwa upepo na moto, kwa namna hata kama tayari ulikuwa kwenye mikono ya shetani, yani utakwapuliwa kwa kimbunga cha moto. Auseme amina, kwa sababu hauelewi kile kinatokea dakika chache zijazo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Yuko Mungu anayejua kutetea watu wake. Na ndio maana katikati ya safari, katikati ya maisha, tunapomwambia Bwana ingilia kati ya hatima yangu, ni kusema kwamba Mungu, mimi napiga hatua, mbele yangu kuna milima, mbele yangu kuna vitu vimefichika, siuoni mwisho wangu, lakini naweza nikauona kwa jicho la imani ya kwamba sitakuwa na mwisho wa aibu, sitaishia njiani, sitaanguka njiani, sitakwama njiani, maana nimepewa upako wa kuanza na nimepewa upako wa kumaliza. Mungu wetu yeye anaitwa Alfa, Mungu wetu anaitwa Omega. Kwa tafsiri nyingine anaitwa mwanzo, yani hapa. Kwa tafsiri nyingine anaitwa Omega, yani hapa. Tafsiri nyingine ni kwamba ninapoanza, nimeanza na Bwana, yeye aliye mwanzo, yeye aliye Omega, yeye aliye Alfa. Ninapoendelea katikati ya safari, natembea na Mungu kama Emanueli, yani Mungu pamoja na mimi, Mungu pamoja na wanadamu. Naingia lecture room, niko na Mungu aliye hai. Naingia kwenye mtihani, niko na Mungu aliye hai. Nafanya bachelor, niko na Mungu aliye hai. Nafanya masters, niko na Mungu aliye hai. Nafanya PhD, niko na Mungu aliye hai. Napata scholarship, napanda ndege, niko na Mungu aliye hai. Nakata mitaa ya mataifa na nchi ya walio hai, niko na Mungu aliye hai. Maana nimepakwa mafuta ya kuanza na nimepakwa mafuta ya kumaliza. Hakuna mlima ambao hautayeyuka mbele yangu, hakuna bonde ambalo litajazwa mbele yangu. Wataweka vigingi, hawatanishika.
hawatanishinda. Wataloga kwa jina, hawatanishinda. Watachota nyayo, wataenda kuanga, watachanjwa mpaka wafanane na mkeka, hawatanishinda. Maana Bwana amenipaka mafuta. Natangaza usiku wa leo kwa damu ya mwana kondoo, kwenye mkesha wa kurejeshewa, nakuombea kwa damu na moto. Mungu anayetembea na watu wake atembee na wewe kwa kiwango ambacho uanze kusense uwepo wa Mungu kila unapokanyaga. Mungu asembee na wewe kwa siri, uanze kusense mafuta ya Mungu aliye hai. Kuna wakati natembea, naona nywele zinasisimka, na usensi upako, na sensi mafuta, na sensi nguvu. Najisikia kwamba siko peke yangu, nimetumwa na Bwana nitangaze kwamba usiogope, maana walio upande wako ni wengi kuliko walio upande wao. Usiogope, maana aliyekupa hatua hawezi kushindwa kuziendeleza hatua alizokupa. Ni yeye mwanzo, ni yeye mwisho, ni yeye Alfa, ni yeye Omega. Kila mara unapopita kwenye safari ya maisha, kuna nyakati utapanda milima, kuna wakati utashuka. Mwandishi wa Zaburi 27 anasema, nitayainua macho yangu nitazame milima, nitazame milima. Milima ni nini? Ni kitu chochote ambacho kinaweza kikainuka kwa kiwango ambacho huwezi kuona mbele wala huwezi kuona nyuma. Anasema kuna moment kwenye maisha unapita ukiangalia mbele, you don't have any direction. Ukiangalia nyuma hauoni direction. Katika hizo nyakati anasema nitainua macho nitazame milima mbele, nitazame milima nyuma. Msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu ni katika Bwana aliyezifanya mbingu, ni katika Bwana aliyezifanya nchi. Ni yeye atawalaye kiburi cha bahari, hakuna kama yeye. Miamba yatetemeka isikiapo sauti yake, sauti yake kama sauti ya maji mengi. Macho yake ni kama jua liking'aa kwa nguvu zake. Natangaza kwa damu ya mwana kondoo, kwa mkono wa Bwana wenye nguvu ukutetea usiku wa leo. Naongea na wewe ambaye unapita kwenye situation, hauoni mbele, hauoni nyuma, hauoni hatima, hauoni maono, hauoni tena unapobaendea. I have come to announce tonight, hauwezi kuondoka kama ulivyokuja. Utaondoka na direction. Milima itayeyuka. Yuko Bwana anayeyusha milima, yuko Bwana anayeyusha milima. Milima yayeyuka kama mbele zake. Nani kama yeye? Nani kama yeye? Nani kama yeye? Kwenye malango ya saa sita simba wa Yuda ananguruma, na wakati ananguruma usiku wa leo, kuna mambo ulikuwa connected nayo, yako mikoani kwenu, yapo kule Njombe, yapo kule Katavi, yapo kule Geita. Wakati unamlilia Bwana, kuna namna ambavyo hatima yako ilikuwa connected na mizimu ya kwenu. Unapiga hatua, una sauti zinasema kwenye ulimwengu wa roho, hata sasa nazisikia. Inasema wewe, huyu anaenda wapi? Anaenda wapi? Anasema unaenda kule Bwana alipokuitia. Nasema unaenda kule Bwana alipokuagiza. Nasema unaenda kule ambapo kwapo umezaliwa, kule ambapo kwapo unaishi. Lama kosakapa. Haujaja duniani upande mwendo kasi uondoke. Umekuja duniani kurelease kile cha Mungu, kurelease kile cha Bwana, kurelease kile Bwana alichokupa. Rakanto maka. Na watu wameanza kuguswa na nguvu za Mungu extraordinarily, extraordinarily, extraordinarily. I sense the power,
I sense the power. I sense the power. Chains are broken. Yakomparota. I sense the power. I sense the power. I sense the power. I sense the power. That power is moving tonight. That power is moving tonight. I sense the power. I sense the power in the likeness of fire. Rivers of fire. Rivers of fire. 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 Holy Ghost, Shapana Makurida, I send the fire. Hivyo viti vina moto usiokuwa wa kawaida. My God, my God, my God, my Jesus, King Jesus, Yakamando Kopos. My Jesus, Shabakatorobo Komananas, Rakumpeleta, Shada, 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 Shabali Kamando Kota. Katika nchi ya walio hai aliwahi kuishi mtu mmoja anaitwa Petro. Shabali Tamando Kopos. Alikutana na mtu mmoja ambaye alitangaza mauti ya Petro. Akamkamata, akamweka gerezani. Akasema ifikapo kesho Petro atakuwa maiti. In other words, anasema hatima ya Petro imeishia hapa. Maandiko yanasema shada karata sosia katana. Kanisa la Bwana likainua sauti, likaanza kuomba. Likaanza kuomba kanisa. Likaanza kuomba. Likaanza kuomba kama wanavyoomba. Maandiko yanasema ilikuwa usiku. Tena usiku wa manane. Wakawa wanaomba kama tunavyoomba sasa. Wengine walikuwa wamekaa chini lakini wanaomba. Wengine walikuwa wanatembea lakini wanaomba. Wengine walikuwa wamelala lakini wanaomba. Wengine walikuwa wanajipiga vifua vyao lakini wanaomba. Wengine walikuwa wanagalagala lakini wanaomba. Usiku ule Mungu akatuma malaika rantopo shaka pakataya, angels of death.
destiny. Shakatarama katoi. Angels of destiny. Shapakatorobokoto. Angels of destiny. Shakatapakato. Shandakatapakato. Rakatalapai. Kuna malango hayatafunguka kwa sababu una sauti nzuri. Kuna malango hayatafunguka kwa sababu una GPA kali. Kuna malango hayatafunguka kwa sababu baba yako ni maarufu. Kuna malango hayatafunguka kwa sababu unajuana na watu wakubwa. Petro alikaa gerezani, alikuwa mchungaji, alipakwa mafuta, lakini kuna wakati alihitaji angel of destiny. Angel of destiny. Wakati Petro aliyekaa na Yesu, Petro aliyekula meza moja na Yesu, alifika hatua ya kukata tamaa. What about you, my sister? Wewe umemwona Yesu kwa kuhubiriwa tu. Wewe unamwona Yesu kwa kusoma habari zake. Petro alimuona live. Saidieni watu. Angels are moving tonight. Shakatakapato. Shapakatapakato. Shapakatapakato. Shakapakata. Rakatakata. I sense a strange visitation of the Holy Ghost. Rakamandoro. Yakamandoro. Yakamandoro. Yakandaraba. Rakatosa katakata. I see fire. I see power. I see glory. It's moving tonight. Yakabaraka. Yakatakata. Malango ya saa saba yamevamiwa na nguvu. Hey, 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 Shakapalakata, Ayakapalato. I see power. Yeah, Shakapatosaka. Nauona mtembeo wa Mungu ambao hujawahi kuona tangu umeokoka. I see the strange visitation of the Holy Ghost. I see the tangible manifestation of the power of God. Tangible, tangible, yakatakata, sensible. You can sense that fire in your bones. You can sense that fire to your hands. You can sense that fire to your tongues. Yakopakata. That power is moving. That power is moving. Connect, connect, connect. Yakata. Connect, connect, connect. Yakapalado. Shakapatata. Yakatakata. Vijana wangu wa praise. Connect to that power. Connect. Yakapalaka. Hamjaja tu kuimba. Tutaimba. But you have to be filled with the power of the Holy Ghost. Yakata. Tari. Here in Jerusalem. Until you'll be imbued, will be enjoyed with the power from on high. Ka Yerusalemu, ka Yerusalemu, usiondoke mpaka utakapojaza na nguvu kutoka juu, kutoka juu. I see fire. Anaona moto pale nyuma. Moto, 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 moto. Yakatakata. Naona binti amezungukwa na moto, amezungukwa na moto. Unapenya kwenye mifupa, unapenya kwenye akili, unapenya kwenye moyo, unapenya kwenye kumbukumbu. Oh my God, oh my God, oh my God. Take it, take it, take it, take it, take it. Ay, 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 ay.
Ayaka, ayaka, ayaka. Hey, 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 hey. Shakata pagata. Inua mikono juu. Rakapa. Naona malaika wanatembea na chupa za mafuta, wanapaka mafuta juu ya kichwa cha mtu. I see the anointing of the Holy Ghost, of the Holy Ghost, of the Holy Ghost. Sitakuwekea mikono, but I sense the power. Hayako mpato ni kama mafuta yachirizikayo ndevuni mwa Haruni, yakatopata, yakatopokota, yatapakato, shakapakata. Utafanya kitu kisichokuwa na sauti. You will do things silently, lakini vitapiga kelele kwa matokeo yake. Yakompaloda, malonto posha, malonto kovila, avento kopora, shai, ayakapalaka. Anaona moto pale, yakatas, yakatas. I see fire, yakatapa, ayakapa. Unapakwa mafuta, unapakwa mafuta, unapakwa mafuta. Hautafanana na ndugu zako, hautafanana na waliokutangulia, hautafanana na wazazi wako. Yako palada. I see fire. Heaven gate. Yakapa, yakapa. Fire is being released tonight. Shakalapakata, yakalaba. I see an altar. It's full of power. It's full of glory. It's full of fire. Fire everywhere. Yakaraba. Fire to my bones. Fire. 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 I sense power. I sense power. Ajiachilie tu. Usijizuie. Ukijisikia kwenda chini, usijizuie. Anaona nguvu inayokuzidia umri. Anaona nguvu inayokuzidi uzito. Anaona nguvu. I see power. I see power. I see power. Mashemasi, saidieni watu. Saidieni watu. I see power. I see power. Yes! I see power. Connect, connect. Acha usistadu. Acha brother man. That power is moving. Connect. Nguvu zinatembea. Rakapalala. Nguvu zinatembea. Yakorabara. Nguvu zinatembea. Ayakaya. 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 Yakakakaka. Yakakakaka. Holy Ghost, Holy Ghost. Holy Ghost, Holy Ghost. I'm so glad that you are here. I'm so glad that you are here. I recognize your presence tonight. I'm so glad. I'm so glad. Sit, Holy Ghost. Ayaya, ayaya. I see you tonight. I see you tonight. Yakakakaka, 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 yakaka. Anatafuta ya moyo ulio wazi. Aweke makao, aweke makao, aweke makao, aweke makao. Ni nani anasema Bwana wangu njoo kwangu, tangu umeniacha siwezi kuomba tena. Bwana wangu njoo kwangu, tangu umeniacha siwezi kufunga tena. Bwana wangu njoo kwangu, tangu umeniacha niko na watu ila najiona mpweke. Bwana wangu njoo, Bwana wangu niko jangwani. Come, come and quench my thirst. Njoo ukate kiu yangu. Yakakakaka, yakakaka. Kiu yangu sio umaarufu. Kiu yangu sio huduma. Kiu yangu sio kuiba. Kiu yangu niwe. I want the power. I want the power.
I want the power. I want the power. Power of the Holy Ghost. Yakaka. 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 Bwana wangu, nimesikia habari zako. Wote waliokuwa na wewe, hata kama walikuwa shimoni, majina yao yalijulikana. Yusufu alitupwa shimoni, Ayamaka na ndugu zake wakamtupa, wakamkimbia, lakini Bwana wangu haukumkimbia. Yakapa, yakapa, yakapa. Niko darasani, lakini ni kama niko shimoni. Yakama, yakama, yakama. Natembea, niko huru, lakini ni kama yakama. Ni kama niko shimoni, ni kama niko shimoni. Yakaka. Bwana wangu njoo, Bwana wangu njoo, Bwana wangu njoo, Bwana wangu njoo. Njoo kwangu, uweke makao. Njoo kwangu, njoo kwangu, njoo kwangu. Mizimu ya baba zangu inaniwinda, njoo. Mizimu ya baba zangu inaniwinda, njoo. Kwetu hakuna aliyefika nilipofika. Bwana wangu njoo. Usipokuja watanipeleka walipopeleka ndugu zangu. Usipokuja watanivuta walipoishia ndugu zangu. Usipokuja Yesu wangu, yakanama, yakanama. Zamu hii simtaki mchungaji, nakutaka wewe, nakutaka wewe, nakutaka wewe, nakutaka wewe. I want you Lord, I want you Lord. Nimewaona watumishi wa kila namna, sijabadilika. Nimeona watu wa kila namna, sijabadilika. Zamu hii sitaki kuonana na watu. I want to encounter, I want to encounter with the Holy Ghost, with the Holy Ghost, with the Holy Ghost. Yakapa. Nimesikia habari zako, walikutana na Sauli ambaye alikuwa duni, akambadilisha akawa mtu mwingine. I want to be changed into another man. I cannot remain the same. I cannot remain the same. Usiniache nilivyo. Ayakapakata, ayakapakata. Don't leave me alone. Kwamba unaye mwingine, lakini kuna mtu anasema mimi sina mwingine ila wewe Bwana. Kimbilio jingine sina, msaada mwingine sina. Yakanta pararara shekepe. Don't leave me alone. Shakatakata. Usiniache. Usiniache, usiniache baba yangu, usiniache, 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 usiniache. Watu wakiondoka nitapata wengine, ila wewe ukiondoka nitapata wapi kama wewe?
nitapata wapi anayenijali kama wewe? Nitapata wapi anayeniamini kama wewe? Kuna maeneo Mungu hata najitetea, wananikataa, naishia kusema shahidi yangu ni Mungu, na ukinikataa nitakuwa mgeni wa nani? Ranto parira yantara parira rakakatakatakata. Come for me tonight. Yes. Sio amekuja, ni yeye amekuja. Alikuacha kwa kitambo, kwenye usiku wa urejesho amekuja. Anakuita mwanangu, anasema mwanangu, nipo karibu yako kuliko mavazi yako, nipo karibu yako kuliko sauti yako, niko karibu yako. Fungua malango niweke makao. Rakataraba, ondoa kiburi niweke mimi nikae. Ondoa umaarufu niweke mimi nikae. Rapoposaka, ondoa wanadamu kwenye moyo wako. Mwanangu, nipe moyo wako. Rakatakatapakatosa, rapakatapakatosa, rakatakatapakatosa. Mwanangu, nipe moyo. Rekatakataya, nikuonyeshe uzuri wangu. Rakatakaya, shakatakapa, ayabakosi, ayabakosi. Namuona mtu hapa ni kama malaika wa Bwana. Rakatakatakata, amebeba kitu mithili ya chombo, ni kama kimebeba vipawa, anaweka juu yake. Naona vipawa. I see gifts of the Holy Ghost. Naona vipawa, naona vipawa, naona vipawa vinamwagwa hapa madhabahuni. Naona vipawa. Aye, 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 aye. Nakosa kapa. Ayayayayaya, ayayayaya. Na itakuwa katika siku za mwisho, asema Bwana wangu, ya kwamba nitaimwaga roho ya neema, 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 roho ya neema yakamas.
Shalabakusetes. Haish. Repakasiketa. Hai. Salabarakatas. Hai. Shalakataparakas. Hai. Let it show that I met with you. Shalakatarapas. Itajulikanaje ya kwamba nimepata neema? Uso wako usipoenda nami. Itajulikanaje ya kwamba nimepata neema? Uso wako usipoenda nami. Ombi langu Bwana wangu, peke yangu siwezi. Uwepo wako, uwepo wako, uwepo wako. Uonyeshe udhaifu wako kwa Mungu. Mungu aonyeshe nguvu zake kwako. Oh Lord, exchange my weakness with your strength. Exchange my weakness with your strength. Hey, Shalabarando Sai. Mungu wangu, if I ever needed you, Lord, I need you now. Not tomorrow. I need you now. I need you now. I need you now. Kama mikono yako inaweza kuinuka juu, inua tu hiyo mikono juu. Kuna watu 17 Mungu anaenda kuchukua udhaifu wenu. 17 walikuvunja moyo. My God, Mungu sio mwanadamu. My God,
As I'm talking now, nguvu za Mungu zimeanza kuwatafuta. My Jesus, my Jesus, my Jesus, my Jesus, my Jesus. Karata pakatopo shakata. Amashemasi nisaidieni. My Jesus, wherever they are, touch. Shakampala toko pari. Wherever they are, touch. Shakata pari kapatata. Shando kopali takatai. Wane tayari wametembelewa ya kontapari katapatosa. Mashemasi nisaidieni. Wherever they are, touch. Rakanto pari kamanana ya kantapanana no kopoya makotopora makontopora mantokotarirara. Wherever they are, with their address, with their names, the power of God is moving. Touch. Rakanta palikana. Sitakuita mbele na sitakuwekea mkono, maana mkono wa Bwana unapita kila kona. Touch. Rakantolo bogoto. Rakanta pakata. Tayari 9 wamekutana na Mungu. Yakanto palala, yakanto palala, yakanto palala, yakanta palala, yakanta palala, yakanta palala, yakata kata, yakata kata, yakaikakaka. Kuna moyo unapanyua ujasiri usiokuwa wa kawaida. Yakanta kata. Holy Ghost, wherever they are, touch. Yakanta kaba, yakanta kata kata, yakanta kata kata. Hey 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 hey. Yakanta kata, yakata kata, yakata kata. Ndiyo nguvu imekuja, ndiyo nguvu imekuja, ndiyo nguvu. Ayaya, ni wa moto umekuzingira. Yakata kata. Wewe iachilie tu. Holy Ghost, wherever they are, touch. Yakata kata kata, yakata kata kata, yakata kata kata, yakata kata. Hiyo nguvu inakuzidia, inakuzidia. You cannot handle. You cannot handle. It's too heavy to carry. It's too heavy to carry. It's too heavy to bear. Holy Ghost, wherever they are, touch. Yakata kata, yakata kata, yakata kata, yakata. Aye, 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 kaka kaka, kaka kaka kaka, shakata kata karira, shanda kata kata. Take it, Holy Ghost. Yakata kata, shanda kata kata. I see power. Yakata kata, hai karapakata, hai paraka. Tayari 15 yakatakata wamekutana na Mungu, wamekutana na Mungu, wamebatizwa kwa moto. Rakakakaka yakatakaka. Agano lao na Mungu limefanywa imara. Rakakakaka. Waliosalia, in the mighty name of Jesus, wherever you are, may the power
Holy Ghost come upon you tonight. As I'm talking now, that power, yuko binti amekaa kwenye kiti yako mparitaka. I see power, I see power, I see power to your bones. Naona moto kwenye mifupa yako. Naona as I'm talking now. Jesus. Haya karamato sakai. Yes. That power, that fire will never be quenched. Hakuna namna moto utazima. Haya kamparoto. I see power. I see power. I see power. Yakarapakata. Wherever you are, that power is coming. 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 Hey! Bado naona moto. Rakatakata. Hey! My God, my Lord. Naona mizimu inaungua. Naona roho za mizimu zinaungua. My God, inua mikono yako juu. Kuna roho zimeapa kwamba utakaopiga hatua wewe. Na kuna walinzi wamesimamishwa kwenye malango ya hatima yako kuhakikisha hakuna mahali unaenda. Haya. Kuna nguvu imeachiliwa ya kudili na hizo roho. Kopana matus. I see power. Shantala pakatorobo kota mayata. Shandoko palita parando kota. Shandoko tolopo kotorobo taikamata. Moto upite kwenye hiyo mikono. Moto upite. Moto upite. Moto upite. Moto upite. Yes.
power is moving. Iachilia wewe. Everybody.